Nataka tutazame Yoeli. Yoeli ama Yoeli, nataka kusema Yoeli. Na Yoeli mioyo yenu, wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu. Kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hugairi mabaya. Ni nani ajuaye kwamba hatarudi na kugeuka na kutuachia baraka nyuma yake? Maana naam, sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji kwa Bwana Mungu wenu. Pigeni tarumbeta katika Sayuni, takaseni saumu, kusanyeni kusanyiko kuu. Kusanyeni watu, itakaseni kusanyiko, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto. Na hawa wanyonyao wa maziwa, bwana harusi na atoke chumbani mwake, na bibi harusi katika hema yake. Hao makuhani wahudumu wa Bwana na wanawalie kati ya patakatifu na madhabahu. Na waseme, uwaachilie watu wako, e Bwana, wala usiutoe urithi wako upate aibu, hata mataifa watawale juu yao. Kwani waseme kati ya watu, yuko wapi Mungu wao? Wakati wa saumu kama huu ambao tunawaadhimisha ni wakati wa kumrudia Bwana. Ni wakati wa kumrudia Bwana. Tunamrudia Bwana katika hali gani? Kurudia Bwana, tunamrudia Bwana, tunatangulia kumrudia Bwana katika mioyo yetu. Yaani kumrudia Bwana, tunatangulia kumrudia Bwana katika mioyo yetu. Yaani it's an act of sincerity. Manake unajua kila mmoja wetu aliye hapa, mimi ni mmoja wenu. Kuna mambo fulani ambayo hatujayatenda ambayo hayastahili mbele ya Bwana. Tunakubaliana? Sidhani kama kuna mtu mmoja hapa atakayesimama hapa na kusema kwamba mimi sijatenda jambo lolote ovu, mimi ni mkamilifu 100%. Hamna. Wakati wa saumu ambao tunaadhimisha ni wakati wa kujihoji. Jambo la kwanza ni kujihoji. You need to do an introspection. We need to do an investigation, an internal investigation, a personal investigation. Maanake ni wakati wa mtu kuchunguza moyo wake. Ni wakati wa mtu kuchunguza kama vile Daudi alivyochunguza moyo wake. Na akatangulia kusema, Bwana, Mungu nirehemu sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako, uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Daudi alitangulia kuhoji moyo wake, alitangulia kutazama moyo wake na kuuchunguza. Na alipouchunguza moyo wake akatambua kwamba moyo wake umejaa maovu. Moyo wake haukubaliki mbele ya Mungu. Maana unapomgeukia, unapotubu dhambi zako, na unapotambua kwamba moyo wako sio sawa mbele ya Mungu, you turn away from sin and turn towards who? Towards God. Am I communicating? Yes. You turn away from where? From sin and turn toward who? God. Maana sasa unayaondoa macho yako kwa nani? Kwa dhambi? Ama uso wako kwa dhambi na unageuza uso wako kwa nani? Hiyo ndio toba. Maanake inajua toba, unapozungumza toba inahusisha hata mawazo. It involves our mind. Toba inahusisha mawazo yetu. Maanake tunakuwa katika hali ile ya kusononeka. Unajua kama kuna sononeko katika moyo wako, if you are not sorrowing for the sins that you have done, that you have committed, then your confession is fake. Your confession is fake. It's not genuine. You are not sincere. Maanake unapogeuka kutoka kwa dhambi, you are facing sin, na unamgeukia Mungu, maanake ni ishara ya kuonyesha kwamba
You are committing yourself to righteous living. Bwana Yesu asifiwe. You are committing yourself to what? Righteous living. Unageuka, unatoka katika dhambi because you are facing sin head on. Watu unajua ukiwa dhambini, unajua watu wanapofanya dhambi wakati mwingi wao hawana haya. Watu wengi wanapofanya dhambi wao hawana haya, hawana soni. Hawana haya kama. Lakini mtu anapotambua ya kwamba safari iliyokuwa ninaitendea, the journey that I just began to make, safari ambayo nilikuwa nataka kuitembea, ielekea dhambi ni mbovu au haistahili, anageuka, anaanza kujitoa upya. Recommit. Unajua it's a time of recommitment to God. Wakati wa saumu, the period of Lent is a time of recommitment to God. Ni wakati wa kujitolea upya kwa Bwana na kuamua kuishi maisha matakatifu. Na unajua nashukuru Mungu ya kwamba Mungu tunayemwamini ni wa rehema nyingi sana. Yasawa kusubiri na angalizi baba si nyingi sana. Yasawa kusubiri na angalizi kukosa bungi sana. Yasawa kwa sibisi ya kwa mangi sana bado Yasawa. Sikalika hiyo. Yasawa ndio baba si nyingi sana. Yasawa ndio kukosa bungi sana. Yasawa ndio mwezi mbili. Lakini na sijina nguvu kana mwezi mbili lakini sisi kwa ndio. Alo. Yasawa ndio mwezi mbili. It's not to anger. Sasina maangaliwa kuna ibada kuonanga. It's not to anger. But if you go against his will, if you sin, you annoy him, he becomes angry with you. Unapotenda dhambi anakasirika na wewe. Ni sawa tu. Kwa mfano nataka nichukue mfano wa watoto. Unajua sisi tuko na watoto, wewe na wewe kuna watoto. Sidhani kama wewe kama mzazi ukiwa na mtoto unamuonya mara kwa mara, unamwambia mtoto kile unachofanya kitendo hiki ni kibaya. Mtoto hili ni mbaya. Lakini mtoto hasikii. Unamuona leo umemkemea, leo umemuonya, leo umemweleza, umkumbusha jana nilitenda hiki na hiki. Lakini yungane anaendelea tu kitendo hicho. Unafurahi? Unafurahi? Bila shaka utakuwa na shida. There's a problem. Utasema huyu mtoto ana shida. Hanisikii. So true repentance is heartfelt turning. Manake ni jambo ambalo linatoka katika moyo wangu. It's not an outward show of sorrow. Sio jambo la nje tu. Unajua wakati mwingine hata wakati wa saumu huu unajua tuna wale ambao wanafunga, wanajizuia kula chakula fulani. Kuna wale wanaosema kwamba si nakula tu mboga tu. Kuna wale ambao wanafunga bila kula chakula chochote mpaka jioni ndipo wale kitu. Huo ni uamuzi wa kila mtu. Ndio kweli. Kila mtu ana uamuzi wake, lakini usije ukajipiga kifua. Ndio kuna wale ambao wanasema unajua ninafunga. Unajua anatembea kifanya nini? Kwa madaha. Mimi nafunga. La. Ninastahili liwe jambo, sio jambo la kujionyesha. You are not supposed to be a show off. Ile watu waone kwamba wewe ni mtakatifu sana kuliko wengine. Unajua wakati ambao watu wanataka wajulikane kwamba ni watakatifu sana kuliko wengine. Sisi ilizanga sio fulani. Sawa kama hauli, shukuru Mungu ya kwamba amekupatia neema ya kujinyima kula chakula fulani. Haleluya. Lakini kama mwingine unamuona anakula chakula kile ambacho hauli, usione kwamba huyo sasa ni mwenye dhambi sana. Sababu hali chakula kile ambacho hauli. Unaweza niingia? Wewe ile nafasi tu watu nilisema bado hakutaka kwa ndio siapo ni upa kwa kuso baada ya kujala kwa kuso. Ndiposa tunaambiwa hapa katika kitabu cha Wahindi ya kwamba rarueni nini? Wala nini msirarueni nini? Mavazi. And that is what they used to do. Wazamani walikuwa wanararua mavazi ili watu wawaone. Jambo ambalo tunastahili tufanye katika wakati wa msimu ama wakati wa saumu ni kutambua kwamba wewe ni mwenye dhambi na kutubu. Na kutambua na kukubali kufuatana na masharti na kanuni za Mungu.
admitting sins and agreeing with God's standards. Yaani unastahili ukubali ni lipi ambalo Mungu anataka nilifuate. Nitembee katika kanuni na desturi na mipango na mapenzi ya Mungu. That's what you should be, but I should be looking for. I should be after. Ni lipi ambalo Kristo anataka nilitende? Ni lipi ambalo lipo kinyume na mapenzi ya Mungu? Ni lipi ambalo lipo kinyume na mapenzi ya Mungu? Returning to God, reestablishing a close relationship with Him. Wakati wa toba, wakati wa saumu, ni wakati wa urejesho. Wakati wa nini? Urejesho. Urejesho ina gani? Kurejesha uhusiano wetu na Mungu, uhusiano ule ambao ulikuwa umeharibika. It's a time of restoration. That we need to be restored back to Christ's fellowship, to God's fellowship. Where we may have gone wrong, we need to ask God to restore us back to His fellowship, because we are human beings and we are liable to sin. Return to God. Ni wakati wa kumrejelea Bwana. Wakati wa kutafuta urejesho na kuwa na uhusiano wa karibu na nani? Wakati wa saumu ni wakati wa kutengeneza yaliyoharibika kati yako na mwenzako. It's a time of restitution. Hilo ni jambo ambalo linashinda watu wengi sana. Wakati wa kukaa na mtu kumwambia mwenzangu, uhusiano wangu na wewe ulikuwa umeharibika kwa sababu labda hukunielewa, tulikosa kuelewana kwa mazungumzo, labda nilitenda vitendo ambavyo havistahili mbele yako, niliwaza haya juu yako ama kuhusu, lakini hukujua kwamba niliwaza mabaya kwako. Nimekuja kwako ili tuweze kutengeneza uhusiano na wewe, naomba unisamehe. Watu wengi hawana ujasiri huo. Watu wengi wakienda sababu ya Christians, yes, but they don't care about their relationship with other people. Kuna watu ambao they are not keen and they are not sensitive about how they relate with other people. They don't care. Hawajali. Wakati wa saumu si wakati tu wa kufunga, kutokula chakula na uhusiano wako na mwenzako si mzuri. Unajua kila mmoja wetu aliye hapa labda umeguza maisha ya mtu katika hali ambayo haistahili. Labda umemkanyaga mtu kidole. Labda umesema vibaya kuhusu mtu fulani. Labda umemdharau. Unajua wakati mwingine madharau watu wanakuwa nayo wakati mwingine. Tunakuangalia tunakudharau. Akulinga hata nakuleka. Ila nothing. Sawa. Akulinga hata unakumruwe mpaka yena. Komidere. Amalo kuleka ukisi yemo zimoni bantu kama na chombo na bakole sina. Akubisi yemo zimoni zakola ngo umuntu da. Maya kuti abantu bandi balona kulingana zakola ngo umuntu da. Yana baraka za ngo umuntu kwele kusahewe. Kushina kwa. Bwana Yesu asifiwe. Sikuna watu wafanya balio? Kuna watu wa aina hiyo. Haistahili watu wa Mungu. If we are true Christians, we must fix wrongs where possible. Where we may have gone wrong. If I have wronged you, if you have wronged me, I must be ready to fix the wrongs that I have committed. Because nitakuja kusema kwamba wakati wa saumu ni kutengeneza uhusiano wetu na Mungu. Lakini kama tumetengeneza uhusiano wetu na Mungu, au tunatengeneza uhusiano wetu na Mungu hautakuwa sawa kama hatujatengeneza uhusiano wetu na mwenzangu. Halo? Yeah. Hiyo uhusiano wako na Mungu hauwezi kuwa sawa kama hujatengeneza yaliyoharibika kati yako na mwenzako. Hata kama wewe ni mume, hata kama wewe ni mke, una mume na mwanamke. Wewe ni mama au baba wa watoto katika jamii unayoishi. Where have we departed from God? Mahali gani ambapo tumeenda mbali na Bwana? Watu wa Mungu. Where have we departed from God? Kwa sababu kila mmoja wetu anaelewa mahali ambapo ameenda mbali na Bwana. Toba haistahili kuwa tu ya juu. It's not supposed to be superficial. This superficial confession. People just confess from, you see them confess. Yes, people confess with their mouth. But internally they are not confessed. That's what we call superficial what? And they can even laugh when wakutana na wewe. Unajua sisi wa Kristo wao. Wale ambao tumeokoka tunasalimiana. Sio? Kaza ndio hiyo.
Na mbona anacheka? Bwana asifiwe. Kadri. Mwambie asisongwe bishop. Na kumbe hata aliyoyasema, kama ungesikia yale ambayo amesema kwako, haungemsalimu. Ndio kama ndio kwa muda kufari, ile kada sifa hizo ambaye sifa hizo abada. Bwana ndio ngene. Nyasa ndio muda hizo baba sa ofisi baba kwa mbodaga kuifwe. Mafuta kwa bodaga kuwasio nyasa ndio muda nama nyanga, kwezi nama nyanga kwa kumbara kwa kumbodaga kwa hiyo nyasa. Hapo yale. Kose yaga ndio muda. Lakini yana mkubera mnyazaje msaya afisa hapo kwa kusunda hamanya pia kwa anga kumbara kumba kwa yako bodaga kwa boda unaweza kusilezo kwa bono. Tuelewe kusema dhambi kwa sababu Mungu ameficha yale ambayo nawaza kwako, yale ambayo nawaza kwangu. Hello. Superficial confession is inside to God. Ile toba ya ile ambayo ni kijuujuu, ni ya unafiki. Ni kama matukano, ni kama matusi, ni kama kejeli kwa Mungu. Watu wa Mungu tulikia dhambi zetu. Let us grieve over our sins. Wakati huwa saumu, na sio wakati wa saumu peke yake. Wakati wote ule tulilie dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Let us sorrow over how we have won and harmed our relationship with God. How we have harmed our relationship with other people. Let us sorrow, let us grieve. Watu wanasema unasema hata kasana kusangara kama kodanga mama mimi ndio nyasai, ndio ndio watu wakadawe. If we don't repent, God will punish us. Kwa hiyo kama sasa dawa ya nyasai, God is going to judge us harshly. Tusipotubu dhambi zetu, Mungu atatuhukumu. Hallelujah. But we can avoid that punishment from God. Ikiwa tunatubu dhambi zetu, tutashall avoid God's punishment if we confess our sins. When you repent, repentance leads to blessings. Toba inatuelekeza kwa baraka. Hallelujah. Unapokuwa kutoka kiasi kwa kama ile ndio Mungu kuhusiana na wangu ile ndio Mungu ndio mtiako maana ni umereferana. Ulangori. Ora kabila. Nojo kuwasio umkosere umbona kwa kaliwa wale kala kwa ndio tiri hadani naye. Ndio kala naye ndio msaba sirero. Ndio wasiweza kuchira kwa wasiangu kwenda ndabeni jahara moyo sana. Lakini kana kwa keza wewe kalumasi ya bandu wewe bakada imbele nyasani mbele wange ndakufuchira. Ndio moyo kwa ni kulumule. Akao kwa ndio yuzi ndio mabere ndio ile ndio swali ndio ndio tunataka kataba da. Unajua hizi tulianza saumu yetu mapema sana. Ndio ilikuwa tarehe ngapi? Hiyo sisi tulianza saumu mapema sana. That is true confession. In public. Bwana Yesu asifiwe. So wewe ndio mlembe? Bado katapwa? Wewe mlembe sina? Ndio mlembe. Dependent leads to blessing. Because God cleanses us and restores us to Himself. Yasai is verse 1 of Yasai. Let us be serious with God. And when we get serious with God, He gets serious with us. And will use us in mighty ways. Bwana asifiwe. Bado Yasai ngoda afikiri kwa hiyo ngoza dawe. Ngoda hata sisi Yasai ni mbili. Tusipokubali kutubu dhambi zetu watu wa Mungu, tutakuwa tunafanya kazi hata kama askofu, nitafanya kazi kama mchungaji, nitafanya kazi kama mwinjilisti, nitafanya kazi kama mwalimu, nitafanya kazi kama Mkristo, lakini nitakuwa natumia mwili tu. Hello. So this is a time of true repentance, a time of confession. Ni wakati wa kutubu dhambi zetu na kunilia dhambi zetu. Tusiendelee kutembea katika dhambi watu wa Mungu. Kwa sababu tukiendelea kutembea katika dhambi ni chukizo, Bwana anakasirika na sisi. Na tumeambiwa kwamba wanaoendelea kutembea katika dhambi watahukumiwa. Lakini wale wanaotengeneza maisha, wana uhusiano wao na Kristo, Yesu anawaita na wanarejesha tena katika uhusiano wake. Kazi ambayo Kristo anafanya ni kuturejesha. Kazi ya Kristo aliyokuja kuifanya ni kazi ya urejesho. Kazi ya nini? Urejesho. Restoration. Just like He did restore Peter, the story of Peter. Wakati ambao walikuwa wameenda kufanya nini? Kuvua samaki baada ya Yesu
Usiku wa wao wakarudi kukua samaki. Lakini Yesu akamfuata. Akamrejesha tena. Na Petro alilia dhambi zake sana. Alipotambua kwamba ameenda mbali na Kristo, alitubu na akamrudia Bwana. Bwana atusaidie wakati tulio nao, wakati wa toba. Haleluya. Amen. Wakati wa urejesho. Wakati wa nini? Urejesho. Hebu tazama kule ambako umetoka. Ndugu yako, labda dada yako, kuna mgawanyiko katika jamii yako, katika familia yako. Wewe hauna uhusiano mzuri na jirani wa karibu. Bila shaka hapa kuna wale watu ambao hawana uhusiano na mwema na watu wale wa karibu nao. Your neighbor. Oli andi nawe nyumba wale ya waweza kukanisa. Oli tayari ukado haya mkazi kwa ndo kwa wasiange. Nika kinekyo since habisa kana ulina na dai nao. Ndakuza wange nao au kubi. Na kubale ile kana na haboda kana kuiwe ndo nyasaye undeshe. Kwa haja kana mako mkunda kwa hadara kwa stakana kwa haboda kana kana undeshe nyanga ino. Olia usipokuwa ni kwa hapa na hujaokoka. Bwana anakuita. Mtoto za mzako. Ambaye tena kubai magunia wakati wa saumu. Bwana asifiwe. Na kwamba uvae uso ule mrefu sana ama usijipake mafuta. Kama umeamua kutokula chakula siku nzima, shukuru Mungu. Mungu amekupatia neema hiyo ya kwamba ukae bila kula chakula mpaka jioni. Lakini usijisifu. It's not a time of showing off. Kama Mungu amekuelekeza kwamba ujinyime kule chakula fulani tu, labda lunch peke yake, labda ndio unakula, ama hauli boga, ama hauli kitu fulani, wewe zingatia hayo kwa sababu Mungu amekupatia neema hiyo. Lakini si wakati wa kujivuna, ni wakati wa kujinyenyekeza. Wakati wa kufanya nini? Wakati wa kunyenyekeza mbele mwa Bwana. Let us humble before the Lord. And the Lord God is going to lift us up. He's going to restore us back to His way. Bwana Yesu asifiwe.